Tukiwa tumesalia hapa Mbagala Zakiem, tumepata bahati ya kupiga story na moja ya maafisa usafirishaji almaarufu kama bodaboda, ili aweze kushare na sisi baadhi ya story kuhusu hii Mbagala na vitu vinavyoendelea hapa Mbagala, na kwa mtu ambaye hapajui Mbagala ili aweze kujua kabisa kwamba Mbagala ni sehemu ambayo iko salama. Bwana, mambo vipi? Fresh. Kwa poa kabisa. Kama kawaida. Naitwa nani kwanza? Naitwa Peter Hussein. Peter Hussein ni afisa usafirishaji, yani bodaboda. Yeah. Una muda gani hapa Mbagala? Hapa Mbagala na kama miaka 5 hapa. Mzawa kabisa. Sasa nadhani kwenye story ambazo kwa tunasikia bodaboda wanalalamikiwa. Ukisikia mtu anasema bodaboda wa Mbagala, wezi, sijui vishando, sijui vitu gani, hizi stories zina ukweli ndani yake au ni zina namna gani yani? Kwanza mishando ukiwa unaongelea labda kitu gani labda? Mishando wale watu ambao wanapola simu. Bodaboda kuna aina mbili ya watu. Kuna watu wengine ni bodaboda ni kama kazi, na kuna wengine wanachukua bodaboda kama wizi. Kwa hiyo kama sisi hapa tunafanya kazi ya bodaboda kama kazi. Ndio maana tunajulikana. Hata kama abiria umempekea abiria akidondosha kitu chochote akifanya kitu huni, ni lazima abiria afike hapa. Kwa hiyo tunatambulika kwamba tunafanya kazi. Okay. Kuna mtu yuko hapa Mbagala anatamani kuja Mbagala, ila kutokana na sifa ambayo imechafuliwa na baadhi ya watu ambao ni yao ovu, unaweza ukamwambia chochote kuhusu maafisa usafirishaji yani bodaboda wa Mbagala? Yani tunapozungumzia kwamba wasafirishaji wa Mbagala maarufu bodaboda, sio kwamba wote ni waizi. Kila sehemu, hata kama sio Mbagala, sehemu zingine ukienda, kuna sehemu nyingine utakuta kuna waizi, kuna wahuni yani. Kila kazi inachafuliwa na wale wahuni ambao sio wafanya kazi. Lakini watu kama sisi tunafanya kazi hapa ni wafanya kazi ambao tunatambulika. Kwa ukija kutaja kwamba namtafuta Peter, yani chabo kwa haraka tu ashanikamata hapa. Okay. Na unaona kwenye mfano kama sasa hivi kuna migundi ya bodaboda, kuna vituo, umeona? Si ndio vituo vyenyewe hivyo. Kuna sheria. Mtu kama sio muhusika, nadhani uwezo ukapaki pikipiki, uwezo ukachukua abiria, na hivyo vitu vinasaidia kiasi gani? Hivyo vitu hata sisi hapa tunavyo. Akija mtu ambaye amekuja na bodaboda yake hapa, hawezi kupakia abiria, na sisi tuko hapa. Kwanza tumtambue anatokea wapi. Na kama tunamtambua kwa sababu mazingira afanye kazi, hatuwezi kumruhusu apakie abiria na aondoke naye. Tukiwezi kabisa. Unahisi hiyo inaweza kupunguza vitendo vya kihalifu ambavyo vinatendwa na mmoja ya hao wanaojiita bodaboda? Hiyo hapo ni wasiwasi. Wasiwasi ndio akili, kwa sababu kama mtu mfahamu, huwezi kumpa abiria kwamba ampachike, ampeleke. Kwa sababu anaweza kufanya tukio lolote lile pale na mtu ambaye umfahamu, inakuwa ni ngumu zaidi. Lakini haiwezi kupunguza hilo swala kwamba waizi wasiwepo. Hiyo jukumu la serikali. Kwa serikali na wananchi, tujue kama serikali inapoamua jambo, sisi wananchi tunasupport kwamba tutashirikiana vipi na serikali. Ndio maana kwamba sisi hapa tunafahamika kama tuko bodaboda wangapi, kila mtu anafahamu bodaboda mwenzake na tunapakia kwa zamu. Kwa before akija mtu tu from nowhere ila ametoka hapa kutokea na kuja hapa kwamba anataka kupakia abiria, haiwezekani. Kwa sisi bodaboda tunachafuliwa na watu kwamba wale waizi. Mtu anachukua na pikipiki yake, hata plate number, anaingia kazini usiku, anakuja kupakia abiria, anapeleka. Hata sasa imeshatokea kuna mmoja juzi kati hapa kachukua bodaboda kaita kule maeneo ya kule pale. Akapanda yule mama, kaondoka kamuibia simu. Baadaye anakuja hapa, anasema mimi nimeibiwa simu. Mazingira gani hapa? Ulichukua bodaboda? Ndio. Nani? Tukaja vijana wote hapa, kakagua yule mtu hajafanyaje? Hajamuona yule ambaye alimpachia kwenye pikipiki. Basi ukamwambia mama, kama ulichukua bodaboda kule, ulichukua labda kwa muhuni, unapofika sehemu kama unapotaka usafiri, fika kwenye mgundi kabisa. Jua kama nimechukua bodaboda kwenye mgundi. Hata kama leo ukienda na kesho mkutana 1 2 3, utarudi tena hapa kufanyaje? Kuripoti. Kwa hiyo nataka kuniambia mna ushirikiano mzuri na maafisa usalama, mkimaanisha polisi na ulinzi shirikishi? Yeah. Ina maana ikitokea nani kama hiyo, mnakuwa mstari wa kwanza kusaidia upelelezi au kuwapa ushirikiano askari au watu wa usalama usiku? Yeah, kwa sababu sisi hatupendi wizi. Cha pili, cha tatu kwamba wanapochafua kazi ya bodaboda, hata mtu alikuwa kwamba anataka kupanda bodaboda, mtu ambaye mwenye wazifa wake, mwenye pesa zake, anashtuka. Kwa hiyo tunakosa riziki kwa kupitia mazingira hivyo na vitu ambavyo vinavyotokea na watu wenzao wasababisha hivyo. Wanatunyimia riziki. Kwa hiyo
kiukweli mimi sipendi wizi. Nafanya bodaboda kama kazi na familia na maisha yanaendelea na nimepanga na vitu vingine vinaendelea na familia yangu mimi. Ni kweli bodaboda kuna tuhuma sasa hivi inawaandama sana, na sio inawaandama kweli kweli kuhusu kutembea na wake za watu. Bro, hapana, hicho kitu bwana, yani sisi tunaonekana ni malaya sana. Na ndio maana mtaani tunaonekana si bodaboda ni malaya sana, lakini sio. Yani unapojiheshimu lazima utaheshimiwa. Kwa hapo unamaanisha mteja hata asipojiheshimu unakiwasha? Sina maana hiyo. Kwa sababu mteja anakuja hapa kavaa nguo za ajabu ajabu, unampeleka anakwambia nauli sina. Unaona? Sasa hiyo ni akili ya bodaboda ambaye alimpakia yule dada ana maono gani? Ana akili gani? Ana fikra gani? Hata kama sio kwenye bodaboda, mazingira yote ile unapomfanyia mtu kitu cha kumlipia hela, umempeleka alafu mwisho wa siku anakuambia langu sina, tutamalizana. Sasa pale sasa nikasema kwamba akili ya bodaboda. Kwa sababu inawezekana labda akata sio bodaboda, akakubali mazingira, unaelewa? Wakamaliza. Lakini kwa sababu sisi ndio bodaboda, tushamwe kwamba bodaboda ni malaya. Hicho kitu mimi nakataa. Kwa hiyo tuondoke na lipi kwamba kweli wanapiga? Bodaboda? Bodaboda hapigi. Bodaboda hapigi. Kweli? Sema tu sifa ishatubeba tunapiga. Bana, ni moja ya maafisa usafirishaji wa hapa Mbagara maarufu kama bodaboda. Nimeweza kupiga naye story na ameweza kunipa mengi ni ambayo nilikuwa siyajui, kwa sababu kwa macho ya nje tunaamini bodaboda ni watu ambao wanafanya hizo tabia kama tuhuma zinavyoandama kwamba ni watu ambao wanafanya uporaji, ni watu ambao wanatembea na wake za watu, ni watu ambao wenye tabia za namna hiyo. Kumbe sio kweli, ni baadhi tu ya watu wenye nia ovu kuweza kuwachafulia sifa. Mimi naitwa 4G Real OG son of the SNJ, behind the camera wanamuita Nizo Tachi the director. Bana, asante sana brother.